Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina alkarimi, amma ba'd. Ikhwani na akhawati, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba kwa neema yake hutimia kila yaliyo mema. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu kitukufu, wa ta'awanu 'ala albirri wattaqwa, saidianeni kwa wema na uchaji Mungu. Na akatueleza Allah akisema, innamal mu'minuna ikhwa, waumini wote ni mandugu. Yamaanisha ya kuwa sisi hatuwezi kufaulu katika dunia kama hii ikiwa kila mtu ataishi kivyake anavyotaka kuishi, lakini lazima tuje pamoja, tuishi kwa pamoja, tushirikiane, tutengamane kwa mambo yetu mengi ili tuweze kufaulu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lipi ambalo kwamba analikusudia ndugu zangu katika imani? Leo tuko katika maisha na tuko katika dunia, kila mtu anaishi maisha yake, na kuna watu wengi ambao kwamba wanapitia challenges mingi sana za kimaisha, wako na shida mingi sana za kimaisha. Wengine wanaweza kuzungumza, wengine hawawezi kuzungumza, bali kuna watu wanaumia sana kwa kukaa peke yao, kuishi kivyao na kubeba majukumu ambayo kwamba wako kwayo. Nikapenda sana ndugu yangu katika iman na dada yetu katika iman kuja wakati kama huu tuzungumze kama Waislamu, ni vipi tutashirikiana, ni vipi tutashikamana, tuweze kutoa mkono wa msaada kwa wale ambao kwamba hawajiwezi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Yote kama hayo ni kupitia kwa maneno ya Bwana Mtume alayhi salatu wassalam alivyosema, almuslimu akhul muslim, Muislamu ni ndugu ya Muislamu. Na Mtume alayhi salatu wassalam akasema, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, Allah atamsaidia mja wakati wewe unamsaidia ndugu yako. Na hadithi mingi sana za Bwana Mtume alayhi salatu wassalam iwazungumzia sana kusaidiana, na kule kusaidiana upande wa kwanza kabisa ni upande wa chakula. Mtume alayhi salatu wassalam wakati amehama kutoka Maka kwenda Madina, akakutana na watu wa Madina mara ya kwanza kabisa. Ujumbe na usia wa kwanza kabisa Mtume alayhi salatu wassalam alisema, ayuhan nas afshu salam wa at'imu at'am wasilu al-arham wa sallu bil-layli wan-nasu niyam tadkhulu al-jannata bisalam. Mtume amesema wa at'imu at'am, na wakati alikuja kaulizo Mtume alayhi salatu wassalam katika baadhi ya mambo ambayo kwamba ni bora mtu kutekeleza, akasema it'amu at'am, ni mtu kulisha chakula. Kwa nini Mtume alayhi salatu wassalam amezungumzia sana masala ya kulisha? Ikhwani fillah, tumbo ya mwanadamu ikiwa haina chochote huende kampelekea kufanya chochote ambacho kwamba Allah amelikataza. Na ndiyo Muislamu anafaa kumkumbuka ndugu yake Muislamu, mpaka Mtume alayhi salatu wassalam akasema ya kuwa la yu'minu, wallahi la yu'min, kwa hakika Mtume anaapa na jina Allah ya kuwa la yu'min, huyu mtu haijakamilika imani yake. Wallahi la yu'min, kwa hakika haijakamilika imani ya mtu kama huyu. Akaulizwa Mtume alayhi salatu wassalam, yupi ambaye kwamba mkusudia? Akasema, man bata shab'ana wa jaruhu jaw'an, yule atakayelala tumbo yake imeshiba na jirani yake amelala njaa, mtu kama huyu hana imani. Ndugu zangu katika iman, tumependa kuchukua fursa kama hii ya kuwafikia ndugu zetu sehemu yote ambayo kwamba wanatusikiza, sehemu yote ambayo kwamba wanatuangalia. Tujeni pamoja kuwasaidia wale ambao kwamba hawajiwezi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hivi sasa sisi tuko katika mji wa Nakuru na sehemu mingi sana pengine Kenya na nje ya Kenya, kuna watu wana struggle sana, wanapitia hali ngumu sana na wameweza kunyamaza. Sisi kama watu Nakuru, kuna watu tumeona wanapitia hali duni zaidi, wengine wazee, wengine wajane, wengine hawajiwezi kabisa na wamenyamaza. Na si ajabu katika karne yetu kama hii kuna watu wanakufa njaa ndani ya manyumba zao, lakini sisi tumeghafilika ikhwani. Kila mtu yuko na shughuli zake anashughulika nazo. Kwa ajili ya hayo tukaja na fikra ya kuja na group kama hii ambayo kwamba yajulikana kama umoja wetu ni nguvu yetu. Umoja wetu ni nguvu yetu. Lazima tuje pamoja
ili tupate nguvu ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametaka tupate nguvu kama ile insha Allah. Kwa kuwa mimi peke yangu siwezi kufanya chochote katika hii dunia, wewe peke yako hauwezi kufanya chochote katika hii dunia, lakini mimi na wewe na wengine tukishirikiana, biidhnillahi Allah atatupa uwezo na nguvu, na huenda tukaleta mkono wa msaada na ikasaidia biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Kwa ajili ya hayo slogan yetu itakuwa nguvu yetu ni umoja wetu. Bimaana kila tunapokuja pamoja, ama umoja wetu ndio nguvu yetu, kila tunapokuja pamoja tutapeleka mambo vizuri kabisa insha Allah. Na ndiyo tuko na fikra mzuri ama fikra mingi sana ya kuweza kusaidia society kwa ushirikiano wangu na ushirikiano wako na ushirikiano wa mwingine. Biidhnillah Allah atatupa nguvu ya kuweza kufanya jambo kama hili insha Allah. Sasa fikra ambayo kwamba tumekuja nayo kwa saizi, tuanza kwa mambo madogo, kisha mambo mengine Allah atafungua milango wakati mwingine insha Allah. Jambo la msingi ikhwani fillah, tupenda sana kuangalia wamama wazee ama wazee wetu. Hawa ni watu wamesahulika katika society. Mtu ni mzee mkongwe, amewachiliwa na familia yake, hawezi kutoka nyumbani. Wallahi napita siku 2 siku 3 mzee hajakula chochote nyumbani, hajapata chochote katika nyumba yake ya kuweka katika tumbo. Wengine wanakufa sehemu kama ile kwa njaa, ndugu yangu katika imani. Kwa hivyo tutaanza kuwashughulikia wazee kama hawa insha Allah. Vile vile kina mama ambao kwamba ni wajane, widows. Leo mtu akifiwa na mume wake, tunakuja wengi sana kwa mazishi. Baada ya mazishi tumemwacha mama na watoto wake, hakuna ambaye kwamba anashughulika naye, na yule mama akiwacho muda mrefu, huenda ibilisi akamwingilia akaingia katika madhambi kujaribu kutafuta riziki ya watoto wake, na ajabu zaidi inawezekana atoke katika dini ya Kiislamu kwa kwenda kutafuta riziki ya watoto wake. Sasa mimi na wewe tusiwaache watu kama hawa, na Mtume alayhi salatu wassalam ametuhusia sana mambo kama haya. Tushike mkono ya mjane, tuwe ni wenye kumpa riziki yake kwa halali, asiwe ni mwenye kuvuruga sheria ya Allah kwa hali yake biidhnillah. Vile vile tutajaribu kuangalia hali ya mayatima ambao kwamba wamewachwa. Mtume alayhi salatu wassalam amesema ana wakafilul yatim, Mtume na yule atakayemsimamia yatima kahataini, bimaana tutakuwa hivi katika janna. Akaunganisha vidole vyake viwili, mimi na anayemsimamia yatima tutakuwa pamoja katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ikhwani fillah, haya ndio mambo ambayo kwamba tunapenda kuyangalia wakati kama huu biidhnillah. Vile vile kuna watu wengi ni wagonjwa, wanahitaji matibabu, hawana mtu wa kuwasaidia, lakini mimi na wewe tutaweza tukawasaidia tukishirikiana na tukishikamana biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Usisahau ndugu yangu katika iman, umoja wetu ndio nguvu yetu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa ajili ya hayo tutakuwa na program biidhnillah mwanzo ya kila mwezi. Tutajaribu kuangalia kiasi ya pesa ambayo kwamba tutapata, tutanunua vyakula tuwapelekee hawa ambao kwamba wanahitaji insha Allah. Na kila wakati tutakuwa tukichukua video na picha, muone hali ya watu wanavyoishi na mahitaji yao biidhnillah. Huenda tukiona vitu kama hivi, Allah subhanahu wa ta'ala atatupa moyo ya imani ya kuweza kusaidia insha Allah. Kwa hivyo tumekuja na group kama hii ambaye kwamba tunaomba Waislamu wengi wajaribu kujoin group kama hii, tujaribu kuchangia kiasi ya uwezo wetu insha Allah. Ambaye kwamba ana shilingi 10, ambaye kwamba ana shilingi 20, ambaye kwamba na 100, 200, 500, tukiweka yote pamoja biidhnillah itafanya kazi kubwa sana ya kuweza kusaidia insha Allah. Mfano ikhwani fillah, saizi mtu yuko na shida ya shilingi 10,000. Mfano ile 10,000 ni mingi sana kwa mtu mmoja, lakini akipata watu wengine 9 wawe watu wa 10, kila mtu anatoa 1,000. Watu wakizidi wawe watu 50, ile kiasi imepunguka. Wakiwa watu 100, ile kiasi imepunguka, mpaka wakuta kuna wakati mtu yuwezehitaji 10,000, tukishirikiana kila mtu atoa shilingi 50 na hitaji 10,000 kama ile biidhnillah. Yamaanisha tukiwa pamoja mambo mengi tutaweza kuyapeleka biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ikhwani fillah, tuko na dada yetu ambaye kwamba yajulikana kama Nazmin Hussein, ambaye kwamba pia wajaribu kushughulikia sana mambo ya society. Tutashirikiana naye na wengine wote ambao kwamba tutaweza kushirikiana nao kufikisha mkono wa msaada kama huu kwa watu ambao kwamba wanahitaji insha Allah. Kwa hivyo biidhnillah, ukiona video kama hii waweza kutuma mchango wako katika hii namba ambaye kwamba ni Nazmin, lakini utaweka katika pochi la biashara
iwe ni yenye kuingia katika simu yake, kisha biidhnillahi kila mwezi tutakuwa tukiweka rekodi ya yote ambayo kwamba tumeyapata na yote ambayo kwamba tunayafanya, tuweze kuwafikia wale ambao kwamba hawawezi kuzungumza, tuweze kuwafikia wale ambao kwamba hawajiwezi, na biidhnillahi malipo yao tutayapata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Napenda sana kutoa mwito kama huu kwa ndugu yangu ambaye kwamba wanisikiza, nisikize kwa masikio ya moyo wako, ili uguswe na maneno kama haya, tuweze kuwasaidia ndugu zetu waweze kuhifadhi dini yao, waweze kuhifadhi heshima yao, waweze kuhifadhi familia zao katika hali ambayo kwamba ni mzuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na mimi na wewe tukiwasaidia viumbe kama hawa, Allah hawezi kutuacha biidhnillah. Allah tumuomba atuhifadhi sote na tuongoze katika njia ambayo kwamba ni sawa, na ambao kwamba wako na uzito katika maisha yao, Allah tumuomba watatulie matatizo yao na awafanyie maisha yao kuwa mepesi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na mimi na wewe na sote kama Waislamu tumuombe Allah turuzuku jannatu al-firdaus biidhnillah. Jazakumullahu khairal jazaa wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.